Kingine, baada ya pointi hiyo, hasadi ni maradhi ya moyo, ya ndani ya moyo, ambayo hayaendi sambamba na imani. Sawa sawa? Hasadi ni katika maradhi mabaya hayo ya ndani ya nafsi hayo, ambayo mtu hufa nayo. Hatua hii muhimu sana, nawe isikilize vizuri. Maradhi mengine haya ya kimwili haya, homa, hata mazito, kansa, mengine yote, ukoma, yanayotisha, ukimwi. Mtu akikata roho tu si anakuwa amekwisha? Kuna ugonjwa tena? Hamna. Yanakwisha pale mtu akifa amekwisha. Lakini mtu mwenye chuki, husda, hasidi, anasumbua watu na husda zake, huyo atakufa nayo. Siku akifufuliwa, anafufuliwa na sura yake ile ile, anakwenda kwenye mahakama ya Allah au hukumiwe akiwa yeye ni hasidi. Bwana, wewe ulifanya hivi, kitu gani kilikupelekea? Unajua ulikuwa unamkataa Mungu kwamba ndiye mtoaji. Unaona kazi? Mtu amefufuliwa ni mgonjwa. Kwa hiyo hii inatisha sana. Kwa nini inatisha sana? Kwa sababu mtoaji neema ni Allah. Ukiwa na imani, kumbuka Mungu anasemaje. Hebu sikiliza aya hii, suratul Nahli. An-Nahli aya 53. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Zile neema ambazo ziko kwenu, hizi zimetoka kwa Allah. Si ndio hivyo? Kama huyo amepewa, Allah kwani anasemaje kuhusu wewe kupewa? Anasema hivi, suratu Ibrahim aya 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, na amekupeni Allah kila kile ambacho mngekihitajia mkakiomba, ameshakupeni. Allah amekupeni kila ambacho mngekihitajia mkakiomba, Allah tayari ameshakupeni. Kukuzindua hilo, akaendelea akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kama mngeweza kuhesabu neema za Allah, msingeweza kufikia idadi yake mkaidhibiti sasa. Kila ambacho mngekihitaji Allah amekupeni kabisa. Kila ambacho mngekihitaji Allah amekwisha kupeni. Mngemuomba, yani, ya Rabbi ungenifanyia wepesi kitu hiki, mbona nimeshakupa tayari. Angalia kupepesa hivi, huku kupepesa huku. Kupepesa ni jambo ambalo tusingepewa, pengine tungelihitajia. Kwa sababu ukishatizama muda mrefu hivi, jicho linachoka, linataka kuweka nani vizuri, njia ni kupepesa tu. Ukishapepesa unakaa sawa tena. Sawa sawa, eh? Allah akatupa kabisa hiyo. Kope unaona kama ni urembo tu. Ni urembo kweli. Lakini ni urembo pamoja na kazi, ambayo kazi hii huyo aliyejibandika kope za kubandika haifanyiki kwa kope zile amejibandika huo urembo hata usioeleweka. Kope zimefika mpaka hapa, urembo gani? Namna hii hivi ndio urembo. Umekuwa kioja tu. Kope unajua katika jumla ya kazi yake Mungu ameziweka hivi zilivyo, Kuna wakati huwa zinaingia hivi bila we kujua. Unakati unapofumba macho huwa unaziingiza hivi bila we kujua kama umefanya hivi. Wakati gani? Ikitokea mtu amekumulika tochi machoni, pap, akikumulika ile tochi, mwanzo utafumba macho. Lakini kama bado unahitaji kuona, unaweza ukafumbua, unafumbua taratibu. Kumbe pale unapofumbua taratibu, hizi kope huwa unaziingiza hivi bila ya kujua. Unaziingiza, zinaingiliana hivi, zinapunguza ule mwanga. Mwanga unapelekwa huku mpaka unakuwa unaona kitu ambacho kilikuwa kinakumulika uoni, unafanya hivi unaona. Hebu fanya kidogo alafu angalia kule kwenye mwanga. Utaona kope zako mwenyewe unaziona zile. Fanya hivi, tizama dirishani. Utaona zile kope unaziona. Kama kuna tochi iko pale ungeweza kuiangalia. Kwa hiyo kama ni mtu anakuja, utaona huyo anakuja, utakimbia.
Umefanya hivi mpaka ukaweza kuiona ile taa bado inakumulika. Sawa sawa? Ukichungulia hivi utaziona kope zipo, umeziingiza hivi. Sasa ule mwanga unasambazwa hivi. Sasa mtu hajui kama kuna neema hii Mungu amempa. Machozi neema ya ajabu kweli. Kipepeo kama angekujia hapa jichoni, wakakuachia unga ule unga hatujui una sumu au vipi, utatoka machozi. Kama liliingia jicho moja, litatoka machozi ile, hata ukifuta yatatoka. Ili huku jingine labda kwa sababu ya kusumbua huku na huku utatoka kidogo, lakini lenyewe ni hili.